Thank you very much. Please, let's take our seats. Onge Kounato. Mama wetu Rachel na familia ya mzee Edwin Kipchirchir Arap Koech, askofu wetu na viongozi wetu wote, Askofu Robert na viongozi wetu wachungaji, ndugu viongozi wenzangu mlio hapa, na wananchi wa Kipketi, Chebango, Sotik, Bomet, ak biikab kokwoni tugul. Kwanza nachukua nafasi hii kuwasalimia hamjambo. Chamgei. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu ametufikisha hapa leo, na zaidi kwa maisha ya mzee Edwin. Leo tumefika hapa kusherehekea maisha ya mzee Edwin, miaka 93. Ni baraka kubwa sana. Sio wengi wanaweza kufika miaka mzee amepatiwa na Mungu. Na kwa hivyo tumekuja hapa kuungana na familia, Mama Rachel, watoto wa mzee, familia hii, watu wa kijiji hapa, kumshukuru Mungu kwa maisha ya mzee number 1, na vile vile kuomboleza na watu wa hapa, tukimshukuru Mungu kwa maisha ya mzee Edwin Kipchirchir. Na nimepata kujua leo mambo mawili ya huyu mzee. Nimepata kujua kwanza, alitoka Belgut akahamia hapa Bomet, vile baba yangu alitoka Belgut akahamia Uasin Gishu. Mimi pia nimepata kujua huyu mzee anaitwa Kipchirchir kama mimi, na alioa Rachel kama vile hata mimi nilioa. So mimi sijasema nimejipanga kama huyu mzee, nimesema tu vile historia ilivyo. Mimi nilikuja hapa mara kwa mara. Mara ya mwisho tulikuja hapa kufungua kanisa ya mzee hapa Chebango. Kanisa mzee alijenga na Wakristo wengine wengi. Tukaja nyumbani hapa, tukakula lunch. Mzee akatubariki na maneno mazuri. Na wakati nilipata message kutoka Davis last Sunday, nilikuwa kanisa la AGC pale Karen, ambaye nimeambiwa leo mzee alikuwa anafuatilia kwa runinga ama kwa mtandao. Na wakati niliondoka, wakati niko kwa ndege, nikapata message kutoka Davis, akasema mzee hayuko vizuri. Baada ya muda kidogo kaniambia mzee ametuacha. Na mara hiyo tukaanza kuona vile tutakavyofanya. Mimi nataka nishukuru wote mliowezesha familia hii na watu wa hapa tuweze kufika hapa leo tumpumzishe huyu mzee Edwin. Na kwa niaba ya familia yangu, Mama Rachel na watoto wetu, tunaleta rambirambi zetu ya familia hapa kwenu, kwa familia na kwa wananchi wa sehemu hii,
na vile vile kwa niaba ya serikali ya Kenya, kwa sababu huyu Davis ni mfanyikazi wa serikali hii, tunasema poleni sana kwa kumpoteza huyu mzee, na tunawashukuru kwa mchango wa mzee huyu, kwa yale amechangia. Ametupatia watu wengi kutoka familia yake waliofanya kazi ya serikali ya Kenya katika viwango tofauti tofauti. Leo tuko na waziri Davis ambaye anatusaidia, is a major pillar in the delivery of our bottom-up economic transformation agenda, and I want to say thank you very much to Mzee, to Mama Rachel, to the family, and to the great people of Bomet. Mimi nasema asanteni sana. Mzee Edwin alifanya mambo mengi. Tumeambiwa na tumeelezwa historia yake. Alifanya bidii, akasoma. Masomo ikawa kiungo muhimu kwa familia yake. Mumesikia watoto wake, alifanya bidii, wakasoma, akatafuta shule mzuri, watoto wasome. Mumesikia mzee alikuwa mfanyikazi wa serikali, akawa veterinary and agricultural officer katika kaunti hii ya Kipsigis zamani, ambayo inaunganisha kaunti ya Kericho na Bomet. Akawa mkulima na kilimo yake ikaendelea mpaka ikafika akafungua kiwanda ya chai. So he was a focused, deliberate, hardworking, resilient Kenyan. Na kwa haya mambo yote aliyoyafanya, one is outstanding. Moja ndio ya muhimu kwangu kuliko zile zingine zote, that he brought up a great family. Sisi tulio hapa, taifa letu la Kenya leo, sisi wote tunakubali ya kwamba tuko na changamoto kubwa sana katika familia zetu. And there is a lesson we can learn as we send off this great Kenyan, Mzee Edwin. There is a lesson we can learn from him on what makes a great family so that we can have a great nation. The mentorship, the time he spent to bring up his family. We've heard from the grandchildren, we've heard from his own children, what he did, how he made sure that he was involved in the lives of his children. We've heard from the children here, he dropped them to school. If he didn't, he made sure they went to school. If it was time to pick them up, he brought them home. He prayed for them. He was there. You have heard, read the eulogy. It says he was present. And that is a challenge today, us as parents. Sometimes we surrender our children to teachers, we surrender our children to others, we surrender our children to their friends, and we abdicate our responsibility as parents. Mzee Edwin, as he rests here, reminds us that it is first and foremost our responsibility as parents to mentor, bring up, and be responsible for our children. That is how you have a great family like the one we are celebrating here today. Hiyo ni lesson kubwa ambaye kila mzazi ambaye tuko hapa inafaa tusome kutoka mzee huyu. Januari mwaka huu, wakati wa New Year, mimi nilisema tuko na changamoto kubwa.
ya watoto wetu kwa mambo ya madawa, kwa mambo ya pombe na yale mambo ambayo yanatuharibia watoto wetu na familia zetu. And Mzee Edwin here is a living example. When you see his family here, you see a family that is very well brought up. I'm asking us as parents, and I speak as one, that we be involved, we go out of our way, we get concerned, and we work to secure the well-being and the future of our children. Jambo la pili ambaye ningetaka kusema kwa sababu ya mzee huyu ni kwamba alikuwa mkulima, alifanya bidii, akafungua kiwanda hapa. Leo katika taifa letu, he is part of the inspiration to us as a government to make sure hard-working people and farmers like Mzee Edwin, we must work for them as government. And it is the reason why tulipunguza gharama ya mbolea, tukafukuza wale makatel na mabroka walikuwa wanatusumbua kwa kilimo, tukadigitize wakulima wote, tukawasajili, na vile vile tukahakikisha ya kwamba tunafungua soko mpya. Today, tea from Chebango here can be sold in China duty free and quota free, because we signed last month a bilateral trade agreement with China. It is the hard work of Mzee and people, farmers, great Kenyans like Mzee Edwin, that inspires us as government to go the extra mile to make sure that their hard work does not go in vain and they earn something, and we better their earnings and their lives. Mumesikia vile vile ya kwamba huyu mzee alikuwa ni mfanyikazi wa serikali. Today we have Davis and we have members of this family who are working in this administration. And they follow in the footsteps of Mzee. Look at this academy. Nashukuru Davis na wale wote waliotoa leadership. You know, I was speaking to ministers here, colleagues who are Davis. Anambia, nimeenda kwa hawa wadosi, nimeenda kwao. Sitaki kusema sana. Lakini sio rahisi kupata shule kama hii imejengwa. And when you see this academy, it speaks to our belief. The same way Mzee Koech aliamini kwa elimu. It was right then, it is right today. Education was important then, it is important today. Na ndio sababu tumeajiri walimu 100,000. Madarasa kama haya Davis amejenga hapa katika Kipketi, tumejenga madarasa kama haya 23,000 in the last 3 years. Tukiungana na wabunge, tukiungana na development partners, na tumebadilisha funding model ndio watoto wote wapate nafasi ya kusoma bila ya kubaguliwa. Inspired by people like Mzee Edwin who believed in education and the equity that comes with education. Ile usawa elimu inatupatia.
kwamba watoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu tunataka kuhakikisha hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyuma katika maneno ya masomo. Hawa wabunge wanajua tuliongeza budget over the last 3 years from about 500 billion. Last year it was 702 billion. This year we are proposing 765 billion to go to education, because education is that important. Mimi nafurahi sana kwa maisha ya huyu mzee. Hata ingawaje ametuacha leo, ni siku ya huzuni, but his contribution to not just his family but welfare of humanity is outstanding and is very consequential. Mimi nimefurahi tena zaidi, nimefika hapa Bomet na nimeona watu wa Bomet ni watu wangwana sana. Wangwana. Alejina pongezi. Tumeona sarakasi katika mazishi. Mambo ya siasa, vita, fujo, hata mazishi ingine inapiganwa mpaka watu wengine wanakufa, mbali na ule alikuwa anazikwa, ambayo ni tabia mbaya sana. Nimewa heshimu watu wa Bomet. This is how it should be, kwa sababu masiku ni nyingi. Iko Jumatatu, iko siku hiyo ingine, iko Wednesday, Thursday, Friday, mpaka siku ingine. Leo sio siku ya peke yake. Uweze kusema everything today. Hiyo unataka kusema ya siasa, pangia siku yake. Leo tumekuja hapa kusema maneno ya mzee Edwin na kusema pole. That is how it should be. And I hope the rest of the places can learn from the people of Bomet. Amoga nyanyun sika muangale kiejin ale ukororon asiyo inagi kwa Kiswahili nagi kile mugema akisifiwa tembo anaongeza maji mo ponge mesmotai ko kensi kele unekagi pa betuna onamde nitani ngotebigunito betutab mazishi kekonyitgei siko betut age ngale kemwa ngolenjin yele yebo kibungulia kobo koye boni nage kobunji anane ole. So mimi vile vile nataka kuwaeleza watu wa Bomet ya kwamba kazi yenu, najua mumesema mumeningojea kiasi, mimi nitakuja hapa na kazi yenu iko sawa. Boisioni kwa tugul panganotin chebo barabarosiek kikepanganak debisini kao kasole panganat chichi maunoto kiagere kiyomoche komusmus betut age ole uni malion panganat chichi ne okose kemwoe eng yu kelen kichome ngolin kelen ole mi Davis anyun ko maraisi. So mambo ya barabara zenu hapa tumepanga vizuri. Mimi nitakuja hapa hivi karibuni kuendeleza barabara zenu. Airport muliniuliza inaendelea hapa Bomet. Airport inaendelea pale Kericho. Kufikia Disemba mtakuwa mnapandia ndege yenu hapa. Stadium yenu ya Bomet nakuja kufanya ground breaking. Tayari nimeallocate milioni 900 ya kufanya stadium yenu. Stadium ya Kapkatet nimepanga pesa yake. Stadium ya Kericho town nimepanga mambo yake. So yai tutungwa in nyege mwache chang. Mimi nimesikia
viongozi wengi wanasema juu ya maneno. Mimi nataka niwaambie viongozi, report ni nyingi, headline pia ni nyingi, lakini ukweli ni ukweli, huwezi kuficha. Unaweza kuandika report yoyote, unaweza kuweka headline yoyote. Ukweli ni kwamba unga ilikuwa 250, leo unga ni 120, 140. That is the truth. Tulikuwa na gap ya walimu 1,116, tumeajiri walimu 1,100. That is the truth. Na sio walimu ni ghost, walimu wanajulikana. Barabara zetu zote zilikuwa zimekwama. Kwa ile mpango sisi tumepanga, contractors wote 90% walikuwa wamepotea, wamerudi kazini. Kilomita 6,000 Kenya saa hii inaendelea kujengwa. Mbolea ya wakulima ilikuwa shilingi 6,000 ikielekea 7,000. Leo mbolea ni shilingi 2,500. Tulikuwa na program ambayo tulizungumzia miaka yote ya housing, haiku take off. Kwa miaka mitatu tunajenga nyumba 1,240 ya Bomet hapa iko tayari ready na kuja kuhandover. Alafu ingine 2,000 inaanza kujengwa hapa. Sotik imeanza kujengwa, Kenya mzima inajengwa. Masoko, tuko na masoko 600 inajengwa Kenya. Hapa Bomet iko soko 11 tunajenga. Hostels ya watoto 180,000 inajengwa kwa hii Kenya. Hapa Kenya ile universal health coverage tulipanga na serikali ya Jubilee, ilipangwa na serikali ya NAC, ilishindikana. Hiyo universal health coverage leo tuko na watu 30.7 wamejisajili ndani ya SHA hapa Bomet. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Bomet. Hapa Bomet ni county namba 2 Kenya mzima kwa kusajili kwa SHA. Nyinyi watu wa Bomet ni watu wa maajabu sana. Yaani nyinyi ni wale mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha hata kabla haijatolewa. Kwa sababu wakati wengine bado wanahangaika, Bomet watu 1,660 wamejisajili ndani ya SHA. 75% of the people of Bomet today are registered in SHA. You know, hardly under 50,000 people in Bomet were registered in NHIF. Today, 660,000 people are registered in SHA. Ni kweli ama si kweli? So, nyinyi msikuwe na wasiwasi. Wacha ripoti itolewe, headline iandikwe, gazeti iandikwe, social media iandikwe, sijui propaganda itembezwe, lakini maneno ni haya. Mariko, kitabu ya Mariko Bishop, Mariko 10:40 mstari wa 46 inasema, Bartimaeus anasema ule mtu kipofu aliponywa na Yesu. Lakini baada ya kuponywa na Yesu ikatokea debate, ikatokea mjadala kama hii tu ya magazeti hii. Sijui huyu mtu alikuwa kipofu kweli?
sijui huyu mtu baba yake ndio ilikuwa sababu debate kubwa. Mnajua Bartimayo aliwaeleza nini? Nyinyi endeleeni na debate, lakini mimi nilikuwa sioni, saa hii mimi naona. Yes, si namna hiyo. Yes, that's what Bartimayo said. You can have as much debate as you want. You can write as many headlines as you want. You can release as many reports as there are, but the truth will not change. We have made a difference in universal health coverage. We have made a difference in our agriculture. We have made a difference in education. We have made a difference in housing. We have made a difference, and we are transforming the Republic of Kenya. And I want to assure the citizens of this nation that in our lifetime, Kenya is going to be a first world country. I believe it with the whole of myself because it is the truth and it is the reality. So, maneno ndio hiyo. Unajua, nimekuwa kwa hii siasa siku mingi jameni. Hii dunia tumezunguka ya kutosha. Tunasikia hawa, tunasikia wale, tunasikia wengine. Hiyo ni maneno kidogo. Mimi tu nataka niwahakikishie. Maneno yangu niko naye ni mbili peke yake. Kitu ya kwanza ni kuwa focused na transformation ya Kenya. Kitu ya pili ni kuunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote, kutoka pande zote. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya itembee ikiwa moja. Na ndio sababu tulisengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja. Najua kuna wale wako na kisirani mingi, hawalali usiku mchana. Hii broad based tutabomoa kwa njia gani? Kwa sababu wamezoea ukabila, wamezoea ubaguzi, wamezoea chuki. Mimi nataka niwaambie Mungu atatujalia, kwa sababu mzee huyu anayelala hapa, mumesikia mzee huyu anayelala hapa, katika eulogy yake, page yake imeandikwa engutit kokamwagolle. Kama engutit kolle ogero mie netya ago karara netya yemengjindos chetupcho engibagenge. Let me translate. Wacha ni translate. Mmeona hapo kwa eulogy ya mzee imesemekana katika Zaburi 133. Hapo kwa Zaburi nasema ni vyema jinsi gani ndugu wakiishi pamoja kwa umoja. Alafu mstari ya 3 inasema pale penye umoja Mungu anaamurisha baraka. Yes. Hapo ndio mimi niko. Kuunganisha Wakenya ndio tupate baraka ya Mungu na kupanga transformation ya nchi. Hii ingine yote hii iko siku yake. Sijui kama tunaelewana. Bishop ameja tu jingyotok. Ongenole ameja amwagit. Oja mwagit ya mwagit agengele ye. Sasa ongenole matatya. Okase ongenole matatya angololi kutit eng igorta neteni nemi biik alake. Mauna ata? Lakini oja mwara nito ni kityo kidogo amwa ngolyo agenge. Kamwa ngolyo nebo iman Aron ngyo kole Aroni
angakomach kwamech Kipkoskong anan ne kole ang jiji kinyo kobocho no maunoto kobo iman lakini anyuni amache ateben aka kuket tos otinye wasiwasi kole ami ko arue anan ogere chemarget notinye anan ogere panda nawendi arachi emet ogere anan mogere katatinye makosa ndakolechinoin ara chichi angakile kipkotuberi ngoyo mamenoktoi makiro maki okase akobotok makoset ngaeleza na kanyon okase amu isinguno konyalila amu awendi nguno akutungoti asome cho nyawe komasi akutungi asom jun nebo akutungi jun asom jun amu lazima arach kochanga ko biik chikenda ng'ony mi biikab kutit chemi akot tuyoni ra amu eng biik chetinye kibandok chebo kutit amache okaswonito kitinye biikab kutit 1,100,000 ak 800,000 chetinye kibandet amawa kocheng kurayat okase kitinye biikab kutit nusu million chekikoit 18 years amawa kocheng kibandet kitinye biikab kutit nguno 2,000,000 ak 300,000 chemi yu amaba kubir kura si okono kasit neteulia kolin akutungot anyalilat asomsei chebo biik alak akomi chebo kaa abana mabo iman ngalechoto kokasa namakas kalya sobo kanyanyalil awo abesenot chebo korik alak awendi akutungoti chebo korik alak akomi chebo kaa chichi macham kotel kurayat eng yu tinye koroito ne chichi meche ne pongoni ne meche sikolya katebena amu ingen sinye ngal bichoto ng'ololi komi yu alake chemi yu kire chito kityo kotebi ing yo tetoi kilkilyet amami kii no ako moror ing yu ngichundo komi sanda wei pana otoreto ole otoreto kale okase kale otoreto omoche amwaita ano sikomining'itis somset nawendi asomsei ing oldo age komanyoru as boroindo nenye keam logoi sing yu amu noi akoi sanyit motiet korok sinye keame logoi angenye keam logoi amami oye bangal awokaswo omoche ale tafadhali ana moche ale ne ois koamwochi murechu wabungeichu tos somamwoiwo ko murechu ngalen komwoiwo kalecho ki ongebe kirach biik sikotir kurayat sikonyumnyumit banda ako simanyalila kutungote kobolchinota alake kolchubota alake kolyochin alake ako mi chebo kaa chemi yu kityongon tang'onyi kityongon akolen arabut angiro eng yu
Hiyo ni aravuta kija maravuta puji. Awa kasole ye. Awa kase. Ye. Koma tatiaga ya moengal jeti julagini. Kale ngam mais ara. Anganya lil ako bibi. Anyway, kako tareta kene nenin bagay na ini kipchirchir kongetin kebwaura si a tiaj ngolyo kidogo ako mwochine iwo chi tugul si ke tar matemena ke bangan emet banganat boisionik tugul ako mi murechu kitinye head of public service ing yu ko bangani ine neirochi biik ing yo kolyon mi murechu tugul chu ni leader majority ing yu tinye ngong yu ko che bangani ae kasit makone mabangan ka ole ya asiste anone ara isin poleni nimesema kidogo maneno ya hapa kwa sababu huyu mzee ni mtu ambaye ametupatia inspiration kubwa for what he has done and what he has achieved. And therefore, I want to say to all of us, asanteni sana watu wa Bomet kwa kutukaribisha hapa. Mimi nitakuwa hapa hivi karibuni, tukuje tupange mambo ya maendeleo yenu wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na asante sana askofu kwa kutufariji na kufariji familia hii.